Katika imani ya dini ya Kiislamu kuna kauli mbiu ambayo imezoeleka kuwa inasikika mara kadha wa kadha watu wapitia hapo katika majanga mbalimbali, lakini janga hili ambalo Waislamu wakilipitia wao husema kwamba hawapitii changamoto bali wanapitia ibada. Basi baada ya kusema hivyo, nadhani bado utakuwa unajiuliza ni kwa sababu gani nimeanza na kusema kitu kama hichi hapo. Basi ili uweze kujua na kufahamu zaidi ni kwa nini ambavyo nimeanza kusema hivyo na maanisha kitu gani, basi jambo la msingi uifanye tu subscribe channel hii hapa. Ukisha subscribe utakuwa ni moja ambato unapata taarifa mbalimbali kupitia channel hii hapa. Basi nikwambie kwamba jinsi nilivyokuambia kwamba siku zote kuna imani ya dini fulani ya Kiislamu inasema kwamba kuna jambo moja likitokea kwao inakuwa ni ibada, japokuwa kuna mambo mengi sana. Basi Said Fella ni moja kati ya wasimamizi wa muziki yao, mameneja wa muziki hapa Tanzania. Huyu mzee bana yuko hoi, anaumwa, naona bwana, maradhi ni ibada na anaugulia Said Fella. Maradhi yanamsumbua kwa hivi sasa taarifa ambayo inaendelea kuzagaa katika mitandao ya kijamii sio tu swala lake la yeye kuweza kuugua, kwa sababu kwa mujibu wa imani yake maradhi ni ibada, lakini ibada siku zote ikikosa mfariji inakuwa ni zaidi ya maumivu au mateso ambayo yuko nayo mtu kila uchao. Kufuatia taarifa ambayo mama yake kufuatia taarifa ambayo mke wake mpendwa ameweza kuieleza katika mitandao ya kijamii kusema kwamba wale wasanii ambao waliweza kuwasaidia Said Fella, yani Said Fella, wale watu wote ambao waliweza kuwasaidia katika masuala ya muziki, asilimia ndogo sana wamekuwa wakirejesha kwake, yani wakienda hata kumjulia hali, wakienda hata kujua uzima na usalama wake. Hivyo basi mwanamke huyu amesema kwamba hata dunia nzima ikimtenga mume wake, basi yeye hawezi kumwacha, kwa sababu yeye ndiye mke ambaye anatakiwa kuwa naye kila siku na katika siku zote za maisha yake. Amesema kwamba wewe ni mume bora sana ambaye umekuja katika maisha. Hayo ni maneno ambayo ameeleza mke wake na Said Fella. Amezidi kumwombea Mungu azidi kumponya kwa kile ambacho kinachomsumbua, kinachoitwa maradhi. Unaona bwana. Sasa kufuatia taarifa ambayo mwanamama huyu ameendelea kueleza na kulalamika zaidi, hicho ndicho kilicholeta taharuki katika mitandao ya kijamii, na taharuki hiyo ni kuhusiana na Said Fella. Ni mtu ambaye amewasaidia wasanii wengi sana, ambapo tukisema kuwataja kwa majina hapa tuweze kuwamaliza kwa sababu ni wengi sana, wengine ambao ishakuwa maarufu katika kiwango kikubwa zaidi na wengine hawajabahatika kuwa maarufu katika kiwango kikubwa zaidi, lakini waliweza kupata ugali wa siku kupitia msaada ambao Mungu aliweka kibali katika mkono wa Said Fella kufanyika kwa baraka kwa wengine. Unaona bwana. Basi baada ya kuwa kitu hicho kimezagaa katika mitandao ya kijamii, watu wanajiuliza maswali mengi. Unaona bwana, kwa nini Said Fella apati support kwa wasanii ambao siku zote amekuwa akiwasapoti? Lakini maelezo ambayo yanaendelea kuchambuliwa katika mitandao ya kijamii ni kuweza kuwalaumu na kuwalalamikia wasanii ambao hawachangii chochote, kwa sababu wanasema kwamba mtu akiwa anaumwa sio lazima umpelekee fedha na sio lazima umpelekee chakula, lakini utu wako, ukaribu wako, kuwa karibu pale inaweza ikawa ni baraka tosha, ambayo hata mgonjwa anaweza kawa sihitaji chochote kinachoitwa fedha kutoka kwako au chakula. Uwepo wako na maneno yako mazuri ya kuendelea kumfariji na kumtia moyo kwake anaweza akawa ni tofauti zaidi, na anaweza hata akapata ule moyo na morali wa kuzidi kuendelea vyema katika maradhi ambayo yanamsumbua. Basi mke wake amesema kwamba msaada ambao aliotoa Said Fella ni msaada wazi ambao haukujificha, yani ni msaada ambao ulionekana wazi kabisa bwana. Sasa hiyo ni sehemu ya kwanza ya uchambuzi kati ya familia hii hapa na mke wa Said Fella kusema hivyo. Unaona bwana. Basi tukienda katika upande wa kuchambua hiko ambacho alichokisema, siku zote kwamba watu waamini kwamba wale watu ambao unawasaidia ndio hao ambao na wewe siku moja watakuja kukusaidia, lakini huwezi jua mpango wa Mwenyezi Mungu ukoje. Huenda wewe uliweza kuwasaidia hao ilikuwa kama daraja la wewe kuweza kufanyika kuwa daraja kuweza kuwavusha wale. Maanisha kwamba ukishawasaidia watu katika mambo fulani hivi
na wewe uweze kusaidiwa na hao. Mungu anaweza kuteremshia watu wengine ambao wanaweza na wakaja kusaidia katika safari ya maisha yako. Lakini hiyo ni katika upande wa pili tu, lakini katika utu na ubinadamu, siku zote mtu ambaye amekutendea wema na mazuri katika maisha ni vyema kuweza kurejesha. Huo ndio mkono wa baraka ambao hata Mungu ameweza kuhimiza kwamba tuishi kwa upendo hapa duniani, kwa sababu hata Mungu mwenyewe ni pendo. Unaona bwana. Sasa kufuatia maelezo na mjadala ambao unaendelea kutapakaa katika mtandao wa kijamii, nikaona nikufikishie maelezo haya hapo na kukujulisha kama ulikuwa hujui kwamba Said Fella anaumwa, basi unabidi uelewe hicho. Na kupitia comment na maoni ambayo yameelezwa na mke wake kipenzi, mke wa Said Fella, nini maoni yako ambayo unadhani kwamba mke wa Said Fella alikuwa yuko sawa kuweza kusema katika mtandao wa kijamii iko ambacho alichokisema? Haitakiwa awe na subira, amlee mume wake kimya, ndugu jamaa marafiki ambao watakaokuja ndio hao au unaonaje wewe? Au alikuwa yuko sawa tu? Kwa sababu ukiangalia Said Fella mtu ambaye kajikita kwenye mitandao ya kijamii, unaona kwa mambo yake mengi anayofanya jamii hujua katika mitandao ya kijamii. Huenda angefanya mke wake kimya, huenda jamii, unaona bwana, jamii huenda ingemkosoa na kuona kwamba ungesema chochote, sisi huenda tungeweza kuchangia chochote kuhusiana na jinsi ambavyo Said Fella alivyokuwa akigusa watu wengine katika jamii. Unaona bwana, ukiachilia mbali Said Fella kuwa manager kuweza kuwasaidia au kusaidiana na wasanii, manager alishawahi kuwa huyu Said Fella katika nafasi ya udiwani huko bwana, aliweza kufanya vizuri zaidi, unaona bwana, katika nafasi yake ya udiwani. Unaona bwana, kwa hiyo vitu vingi ambavyo vinaendelea kutokea zaidi na zaidi, tutazidi kuwa tunakuletea taarifa mbalimbali, lakini na wewe pia unaweza ukatoa maoni yako kuhusiana na hiki ambacho umekisikia. Unaona bwana, huenda ukawa unatamani ishagawahi kufanya kazi na wasanii wa aina gani, na hao pia tujui kama ni hawamsaidii au anamsaidia, hatuwezi kujua. Aishawahi kufanya kazi na Diamond Platnumz ambaye sidhani mpaka sasa kama hawafanyi kazi kwa pamoja, lakini katika historia Diamond Platnumz naye pia ni mmoja kati ya wasanii ambao wametoka katika mkono au wamepitia pia katika upande wa kusapotiana katika upande wa game la music Tanzania. Lakini pia kundi la Yamoto Band akiwa ni Aslay waliweza kushuka mkono kuanzia chini zaidi, huyu Aslay, Beka Flavor, naona bwana, na lile kundi lote la watu wote ambao waliweza kushiriki, na Mbosso Khan pia alikuwepo, Enoch Bella pia alikuwepo pale katika hilo kundi. Sasa hatujui na wao pia hawamsapoti, hawaendi kumuona, hatujui lakini wasanii ambao kawasapoti na kushirikiana katika game la muziki Tanzania, huwezi kuacha hao ambao nimewataja tena kwa kiasi kikubwa zaidi na zaidi bana. Hadi wakati mwingine tena, usisahau kusubscribe na kushare video hii. Bye bye.